Baada ya kuona namna gani ubatizwe, sasa tunaenda kujiuliza swali, ubatizwe wapi? Umeona? Okay. Twende tukaone. Ubatizwe wapi? Inakupasa ubatizwe wapi? Okay. Ubatizwe wapi? Jibu ni kwamba inakubidi ubatizwe katika chanzo cha maji mengi, mahali utakapozamishwa kabisa ndani yake, na kufanya hivyo unakuwa umeitimiza haki yote, ikiwapo utabatizwa kwa kuzamishwa kwenye maji mengi katika hicho chanzo cha maji mengi. Injili ya Yohana 3:22 mpaka 23 neno linasema hivi: baada ya hayo Yesu na wanafunzi wake walikwenda mpaka nchi ya Uyahudi, akashinda huko pamoja nao, akabatiza. Yesu mwenyewe alibatiza. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni karibu na Salimu, kwa sababu, narudia, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele. Maji tele, chanzo cha maji mengi. Anasema na watu wakamwendea wakabatizwa. Okay, Mathayo 3:15 Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Yesu alikuwa anamwambia Yohana Mbatizaji, alikuwa anasema hapana, wewe ni mkubwa kuliko mimi, sipaswi nikubatize, wewe ni mkubwa kuliko mimi. Lakini hapa Yesu anasemaje? Kubali hata sasa, kwa kuwa imenipasa kutimiza haki yote. Na mimi nakwambia kubali hata sasa kubatizwa kwa kuzamishwa kwenye maji mengi, kwa kuwa imekupasa kutimiza haki yote. Hautaweza kusema nimeokoka afu maji machache, umbatizo wa maji machache. Jamani, hatubatizi kwa sababu tunaiga au tumekalilishwa au ni mfumo wa dini. Hili ni neno jamani, la Kristo Yesu ambayo unasema unamwamini. Sasa kama unakataa ubatizo wa maji mengi ni hatari sana. Tumeelewana? Maji mengi. Okay, tuendelee. Kuna swali la msingi sana hapa ndugu yangu. Msingi mno. Linasema hivi: kwa nini ubatizwe? Ndio limebeba kiini cha wewe kubatizwa. Sasa yale ni yapi ambayo usipobatizwa unakutana nayo, au ni yapi ambayo ukibatizwa unakutana nayo? Sasa ni kwa nini ubatizwe? Sababu ni hizi hapa zifuatazo. Jambo la kwanza ni kwamba unabatizwa ili kupata dhamiri safi. Sawa? Dhamiri manake uwe mtu mwenye kuwa na nia juu ya yale mazuri. Kwa sababu gani? Dhamiri yetu kale kawezo kwa kuwa kupanga jambo lenye kupendeza Mungu. Kuwa na nia ya kumpendeza Mungu. Kale ka dhamiri safi kaliuliwa baada ya anguko la mwanadamu. Na kwa sababu wanadamu wote tumepitia kuvaa mwili kutokea katika Adam na Eva, basi na uharibifu ulitokea kwa mwanadamu yoyote atakayeingia katika dunia. Tunaelewana? Okay, Petro wa kwanza 3:20 mpaka 21 inasema hivi: watu wasiotii hapo zamani, uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambamo ndani yake wachache waliingia watu 8, sawa, waliokoka kwa maji. Mfano wa mambo hayo ni ubatizo. Tunaelewana? Anasema unaokoa ninyi pia siku hizi, kama vile walivyokoka watu wachache wakaingia 8 tu ndani ya safina, watu 8 na wengine ni wanyama. Anasema sio kuwekea mbali uchafu wa mwili. Umeona? Bali jibu la safi mbele za Mungu kwa kufufuka kwake Yesu Kristo. Uchafu wa mwili, dhamiri chafu. Kwa tunatakaswa, tunapewa dhamiri safi, kuwena. Tunajua nimedhamiria mwaka huu. Sasa kuna kale hali kudhamiria uovu ndani yetu, ndani ya mwili. Siombi, sifungi, siwezi kuongea mbele za watu, siwezi kuhubiri injili, siwezi. Hiyo ni shida. Sasa batizo ili kupata dhamiri safi. Sawa? Ndio ile inaanza kwamba lazima nimhubiri huyo okoke. Lazima nikatae roho ya uzinzi. Naipinga na nashinda kabisa, nashinda. Lazima
niwe mtu wa ibada, nimedhamiria. Unapewa dhamiri sasa kudhamiria vitu vizuri vya Mungu. Okay, namba 2, unabatizwa ili kuweka ushuhuda wa kumfuata Yesu kwa watu wote. Yaani unaweka ushuhuda kwa watu wote. Kama mimi kwa kweli nimeamua kumfuata Yesu. Maana mtu akiokoka hata ile watu wanasema tutakuwa na ufiki mbali, lakini ile mbona amesema anaenda kubatizwa? Unaweza kuweka ushuhuda, na ubatizo ni kama njia ya ile ambayo tunasema mtu anaenda kuolewa, anaweka ushuhuda kabisa. Yaani mimi, maana watu hawaolewi na wamejifungia, wanaolewa mbele za watu. Kwa ni kama kitendo hicho. Sasa unaolewa na Bwana Yesu, umeposwa na Bwana wetu Yesu Kristo kwa Mungu. Kwa hiyo unaweka ushuhuda kwa watu wote. Warumi 6:4 anasema, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa unatengeneza ule ushuhuda kwa watu wote. Tumeelewana? Jambo la kuzikwa kwa Yesu lilikuwa ni dhahiri, na wewe maisha yako ya dhambi kwa watu yalikuwa ni dhahiri. Watu waliona kabisa mienendo yako ya nyuma. Sawa? Sasa unapoenda kufa na Kristo Yesu, sio jambo la sirini. Ndio maana tubatizi usiku. Tunabatiza mchana tena mbele za mashahidi wengi. Sawa? Okay, namba 3. Unabatizwa ili kuzika utu wa kale. Warumi 6:6 anasema, mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Ulisulubiwa pamoja naye. Sawa? Sio kusulubiwa tu. Baada ya kusulubiwa Yesu, kwa sababu ulisulubiwa pamoja naye, hata kufa ulikufa pamoja naye. Sawa? Na sisi tunajua tunakufa pamoja na Yesu kwa ubatizo. Yaani kile kitendo cha kufa na Yesu, alisema kwamba amekufa kwa ajili ya kila mtu. Maana Yesu alikufa ni miaka 2000 imepita. Sasa wewe unakufaje pamoja na Yesu? Hata kipindi kile wakati anakufa, alikufa peke yake. Si ndio? Lakini alitengeneza njia hata wale waliokuwa nao waweze kufa naye kwa njia ya ubatizo wa maji mengi. Tunaelewana? Kwa hiyo ulipokufa, unavyokufa kwa njia ya ubatizo pamoja na Kristo Yesu, unakufa na utu wako wa kale, yule mtu wa kale, utu ule umtu wa kale ulikuwa unaishi hapo kabla ya wokovu, kabla kumpokea Yesu, kabla kubatizwa. Ule umtu wa kale ndio ule ulikuwa unakufanya usiweze kushinda dhambi. Kiu ya dhambi inakuwa ndani yako. Usiweze kuyafanya matakatifu ya Mungu, unazikwa nao. Pale unapenda kubatizwa, Mungu wa Roho ndio kinachotokea, unazikwa, unazaliwa mwingine mara pili. Sawa? Na sababu nyingine kubatiza, nasema unabatizwa ili kutangaza ushindi wa Yesu Kristo katika kuokoka na kukupa uzima wa milele. Unatangaza ushindi wa Kristo Yesu kwa sababu nimesema kufa kwa Kristo Yesu na kufufuka ndio kumefungamanishwa na kubatizwa. Sisi katika Mungu wa Roho ni kitendo hicho, sisi kubatizwa, kuzamishwa kwenye maji mengi, kuingia kwenye maji mengi na kutoka. Sawa? Yesu alikufa na kufufuka. Kufufuka kwake ilikuwa ni ushindi. Kwa unatangaza ushindi. Sawa? Wakolosai 2:12 mpaka 15 anasema, mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu, akiisha kuifuta. Uone ule ushindi sasa. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake. Kwa hiyo inafutwa pale unapozamishwa kwenye maji na kutolewa. Anasema iliyokuwa na wadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena. Tunaelewana? Akigongomea msalabani, akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo wa ujasiri, akishangilia katika msalaba huo. Umeona ushindi? Ndio ushindi unaopata siku unabatizwa. Kile alichokifanya Yesu ile siku umefungamanishwa nacho kwa njia ya ubatizo. Sawa? Okay. Anasema unabatizwa ili kuweka ukiri wa imani yako kwa Bwana Yesu Kristo. Ni kitendo cha imani, yani unakuwa umeenda mbele zaidi kumwamini Yesu. Sawa? Mtu anaweza kaamini mtu kwamba akamwamini kweli, akasema labda ni mtu akamwamini, akasema akamwamini labda mwenza wake kabla ya ndoa kwamba nimekubali kuolewa na wewe, sio? Lakini yule atakuwa bado kali ka imani ka 100% akapo.
ila atakapofikia atasema sasa nimekubali kabisa, twende madhabahuni tufunge ndoa. Umeona imani inakuwa sasa. Ni kweli umemwamini Yesu mpaka umekubali kuhubiriwa Injili, si ndio? Unapoenda kubatizwa Yesu unazidi kumwaminisha. Hata Mungu ilibidi ampime Abraham, alikuwa anajua kabisa anamwamini, ila sasa kumthibitisha kwenye imani yake alimwambia mtoe Isaka. Umeona hapo, ilimthibitisha akasema kweli, yani imani yako ni thabiti, imethibitika. Kwa unapokuwa unaenda kubatizwa unakuwa umeenda kuthibitisha imani yako. Yesu ni ukiri wa imani, unasema mimi Yesu nimekuamini, si unaona? Ni moja ya kitu ambacho ni sababu ya kubatizwa, unaonesha ukiri pia. Mathayo 10:32-33 inasema, basi kila mtu atakayenikiri mbele ya watu nami nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Bali mtu yeyote atakayenikana mbele ya watu nami nitamkana mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Umeona, kuna watu wengine wanaogopa kubatizwa kwa sababu akibatizwa ni kama atajulikana na watu, wanasema mimi kuokoka imetosha, yani kukiri imetosha. Kumbe mchakato wa wokovu bado unaendelea hapo. Anakataa kubatizwa kwa sababu anaogopa kwamba nibatizwe tena nitaonekana kabisa ni ndio ndugu zangu watanikataa kabisa. Ukiogopa ndugu yangu, na Yesu anakukataa. Kuna rais fulani, na Yesu unaweza kuwa unamfahamu, Traore, rais yule wa Burkina Faso, alitokewa na Yesu, anaambiwa wewe umenipokea, inabidi ubatizwe hadharani. Anasema hapana, mimi ni rais, watu wasije wakaona kwamba ninaifanya nchi yangu kuwa nchi ya Kikristo. Lakini Yesu akamwambia, wewe kama kweli umeamua kunifuata lazima ubatizwe. Kwa hiyo inakubidi ubatizwe kwa kuzamishwa kwenye maji mengi, na huo ni ukiri wa imani mbele za Yesu, kwa sababu haufanyi kwa ajili ya watu, unafanya kwa ajili ya Yesu Kristo na wokovu alikupatia. Jambo jingine, kwa nini ubatizwe? Unabatizwa ili kuthibitisha umoja wako na Bwana wetu Yesu Kristo. Unauthibitisha kwamba mimi na Yesu Kristo tu pamoja. Ndio maana nimefikia hatua ya kukubaliana na hii issue ya ubatizo kwa kuzamishwa kwenye maji mengi. Wagalatia 3:27-28 neno la Mungu linasema kuwa maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Kwa njia gani? Tutaiona. Hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke. Ni kwa njia ya ubatizo tumefanyika kuwa mmoja na Kristo Yesu, kwa sababu kwa njia ya ubatizo tumezaliwa mara ya pili katika roho. Tumezaliwa na, yani useme mfano Yesu, tuseme Yesu ni katoto. Yani unakuwa umezaliwa sasa umefanana na Yesu. Unavyokuwa unakuwa kama Yesu. Sawa? Umekuwa mmoja na Kristo Yesu. Hatuwezi tukatofautisha. Okay. Unabatizwa pia ili kukubaliana na mpango wa Mungu au kukubaliana na mapenzi ya Mungu. Ni mapenzi ya Mungu na ni mpango wa Mungu. Sawa? Kwamba ubatizwe. Kwa hiyo ukikataa mipango ya Mungu maana yake wewe sio wa kwake. Kwa hiyo ili kukubaliana na mpango wa Mungu inabidi ubatizwe wewe uliokoka. Injili ya Luka 10:7-30 inasema, lakini Mafarisayo na wana sheria walilipinga shauri la Mungu, yani waliyapinga mapenzi ya Mungu, walipinga mipango ya Mungu juu yao, kwa kuwa hawakubatizwa naye. Sasa hivi kuna watu wanapinga mpango wa Mungu na shauri la Mungu kwa sababu hata kubatizwa hawabatizwi katika mapenzi yake, hawabatizwi katika vile anataka, wanabatizwa kwa vile ambavyo dini zao zinataka, maji machache. Na hiyo ni sawa sawa na kutokubatizwa kama Mfarisayo kabisa. Kubatizwa kinyume cha Mungu anavyotaka ubatizwe ni sawa sawa na kutokubatizwa. Umeona? Na hizo ni sababu ambazo inakubidi zinazokufanya ubatizwe. Jambo jingine, kwa nini ubatizwe? Unabatizwa ili kutengwa na utu wa kale. Sawa? Kutengwa na utu wa nini? Wa kale. Uliuzika utu wa kale. Lakini hata wana Misri, wana wa Israeli kule Misri walitolewa Misri. Si ndio? Ni kama kwa habari ya Misri ni kama wamezika taarifa za Kimisri, lakini kumbe bado wakawa wanaziishi. Kwa inabidi kutengwa. Na wewe tunakubatiza ili kutenga na utu wa kale. Wakorintho wa kwanza 10:1-2 inasema, kwa maana ndugu zangu sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Kwa utu wa kale
tunakutenga nao. Ule utu wa kale uliungamanishwa na umilikishwaji fulani, ulikuwa umemilikishwa mahali fulani. Kwa kubatiza tunakuingiza